Mambo vipi guys, it's your boy Rick Shabi Vlogs as usual normal, na leo nimekuletea video nyingine ambayo nime screen record tu kwa kutumia simu hapa, lakini bila shaka watu mtaelewa vizuri zaidi. Lengo la kutengeneza hii video ni kwa ajili ya wale ambao hawajui kitu kabisa kuhusu forex. Hawajui kitu chochote kuhusu forex. Hawajui hata ni application gani zinazotumika kufanyia nini hii biashara ya forex. Sasa watu wa namna hiyo, watu wengi wa namna hiyo wamekuwa wakistruggle sana. Unakuta anatamani sana ajifunze hichi kitu, lakini the process anaona kujua application zenyewe azifahamu, anaamua kuquit. Au unakuta mtu anakuja kabisa anakulipa mentorship, unamfundisha alafu anashindwa kukutumia backtest, anakuwa hajui ni application zipi zinazotumika kufanya analysis au zinazotumika kufanyaje kutrade. Sasa forex as we know ni biashara ambayo inahusisha inasema foreign exchange. Forex, foreign exchange, kubadilishana kwa fedha za kigeni. Kikawaida kwenye maisha ya kawaida kubadilishana kwa fedha za kigeni unatakiwa, kama una dola, let's say una dola 100, unataka kuuza hiyo dola 100 ili upewe hela za Kitanzania, inabidi uende benki. Umeona? Na ukiwa na pesa ya Kitanzania unataka dola, itabidi uende benki au uende kwa dealer yule anayehusisha nini? Wakala anayeuza na kununua dola. Sasa hii biashara ambayo sisi tunaifanya inaendeshwa kwa njia ya kimtandao. Hauna haja wewe kwenda benki, hauna haja wewe kwenda wapi? Kwa wakala. Utaenda wapi? Hivi vitu vyote, wakala, benki, vyote vimewekwa kwa njia ya kinini? Kwa njia ya kimtandao. Sasa leo nataka twende sambamba. Cha kwanza kabisa kuna kitu kuna mtu anaitwa broker na kuna uwanja au kuna soko. Kwa hiyo kuna broker na kuna soko na kuna uwanja wa mazoezi. Hivi vitu vyote nimevisema viko vitatu: uwanja wa mazoezi, soko, broker. Bila broker huwezi ukaingia sokoni. Na bila uwanja, bila soko, hata ukiwa na broker kunakuwa hamna issue yoyote ambayo utafanya. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinategemeana. Viko vitu vitatu ambavyo vinafanyaje? Vinategemeana. Lakini vya muhimu sana ambavyo vinategemeana ni vitu viwili. Ambavyo ni vitu gani hivyo? Tunakuja kuangalia application inayoitwa MetaTrader 5. Hii application MetaTrader 5 hii hapa hii. Kama unataka kuwa forex trader, cha kwanza lazima udownload hii application. Inaweza ikawa ni MetaTrader 5 au ukadownload kuna nyingine inaitwa MetaTrader 4. Lakini sasa hivi tuko kwenye hali ya takolanyani. Kwa nini ukatumia hali ya kizamani? Kwa hiyo inabidi udownload nini? MetaTrader 5. Kama ilivyo tu hiyo. Ingia Play Store. Utaingia tu Play Store hapo. Utasearch nini? Utasearch hiyo MetaTrader. Utaandika tu hapo kirahisi sana. Meta. Hii hapa juu. MetaTrader 5. Application yenyewe ni ipi? Ni hapa ambayo inahitaji kufanyaje? Inahitaji kufanywa update. Hili ndio soko sasa. Hili ndio nini? Hili ndio soko. Haya, application ya pili ambayo unatakiwa kuwa nayo ni broker. Ambaye broker tumesema ndio anayekupeleka wewe wapi? Anayekupeleka wewe sokoni. Ni kama vile uende China, haujui lugha ya China, haujui Kichina. Ili uweze kwenda sokoni, lazima umtumie yule dalali ambaye ndio broker sasa. Umtumie yule dalali akupeleke kuzunguka kwenye vitu unavyotaka. Kama unataka nguo, unataka nini, vyote vile atakusaidia, utapita, utanunua zile bidhaa, utafanyaje? Utarudi nchini kwako kwa amani kabisa. Sasa hivyo ndio utafanyaje? Utamtumia broker. Sasa mabroker wako wengi, lakini mimi broker ambao nawatumia, kuna broker wa kwanza anaitwa Deriv. Huyu hapa. Huyu Deriv yeye namtumia kwa sababu yeye ana vitu ambavyo mimi huwa navipenda sana. Ana vitu vinavyoitwa volatilities ama synthetics. Hizo synthetics zenyewe hazinaga weekend. Iwe Jumamosi, Jumapili utatrade. Kwa hiyo huyu namtumiaga kwa sababu ni no days off. Yaani yeye hanaga mapumziko mzee. Kuna broker mwingine ambaye nimekuwa nikimtumia kuanzia mwanzo, yani naijua forex, ni huyu anaitwa Exness. Exness nayo ni mnyama sana. Yaani Exness ni mnyama sana. Kwa anayejifunza forex, mimi kwa hapa Tanzania unashauriwa utumie sana huyu hapa Exness. Na kama utataka kuwa unafanya yale mambo ya kijangili, ma volatility, manini, synthetics, unataka hayo mambo, utamtumia nani? Utamtumia Deriv. Kwa hiyo mimi hapa nimekuonyesha ni watu wawili. Dalali wa kwanza Exness, dalali wa pili Deriv. Utaingia tena Play Store,
utaandika nani hapa? Utaandika kama ni derive au xness, utaandika xness. Xness itakuja tu, utafungua hapo xness, utaangalia iko wapi, hii hapa. Na yenyewe xness inahitaji kufanywa update, tai update. Kwa hiyo hii ndio xness ambaye ndio dalali atakaye kufanya wewe ufanyaje, uweke pesa zako huko. Atakupa logins, atakupa account ambayo hiyo account ndio utaingia nayo wapi, sokoni. Kwa hiyo tushajua hii MetaTrader 5 inamtegemea nani? Inamtegemea broker, ambaye huyo broker anaweza kawa ni derive au anaweza kawa ni xness. Ni wewe unavyopenda kufanyaje, utakayependa kumtumia. Kuna uwanja sasa wa mazoezi, uwanja wa mazoezi ambao ni nini? Ni TradingView. Hii hapa application hii TradingView ni uwanja wa mazoezi ambao utakufanya wewe kupiga mazoezi yako yote huku. Sio, haina maana kwamba ukiwa hauna TradingView hauwezi ukafanya mazoezi, hapana. Unaweza ukaja ukafanya mazoezi uwanja mkubwa huu, lakini imagine uwanja wa Taifa, sijui ndo Mkapa ule. Mkapa una mazoezi yako ya mechi za ndondo, uje ufanyie huku uwanja wa Mkapa, inakuwa ni sio. Ndio maana huwa tunamtumia nani? Tunamtumia TradingView kama sehemu yetu ya kufanyia nini? Ya kufanyia mazoezi. Tunafanya mazoezi yetu huko, tukiona tumejiridhisha, tunaingia sasa wapi? Tunaingia huko kwingine. Hii Binance ni nyongeza. Kwa wewe kwa kuwa umeamua kuwa forex trader, hii Binance ni muhimu sana uwe nayo, kwa sababu Binance ni benki ya kimtandao. Ni benki ambayo serikali yako wewe haina mamlaka yoyote kwenye nini? Kwenye kuiongoza hii Binance. Kwa hiyo ni benki ambayo ni ya mtandaoni. Mzee, hii benki uzuri wake, uwe na dola zozote, amna atakaye kuja kukuuliza kwamba hizi hela umezitolea wapi. Umetrade, umepata hela huku nyingi, unazifanyaje? Unaziwithdraw. Kuziwithdraw sasa unachagua wewe, ziingie kwenye simu yako au ziingie kwenye benki ya kimtandao. Mara nyingi sana watu tunazitransfer ziingie wapi? Kwenye benki ya kimtandao. Na faida mojawapo ya hii benki ya kimtandao ni kwamba unapokuwa umehifadhi hela zako huku, cha kwanza zinaingia in form of dollar. Sio hela za Kitanzania, in form of dollar. Na kama ni in form of dollar, that means utakuwa na access ya kuwithdraw hiyo pesa ukiwa nchi yoyote. Hiyo ni Binance wazee. Yaani wewe sasa hivi kama umeweka una dola milioni 1 iko Binance, ikatokea umekamatwa, umefungwa au umechukuliwa tu ukapelekwa nchi yoyote ukatupwa huko, hauna haja ya kulia kwamba hela zangu niliziweka kwenye benki za Tanzania huko nchini, kwa hiyo utapata tabu. Hapana. Wewe chukua simu nyingine, ingiza Google email yako, pesa zako zote utazikuta humo, ziko salama kabisa. Yaani zote utazikuta humo mzee. Kwa hiyo ndio nini? Hiyo ndio Binance. Hiyo ni kama addition. Lakini vinavyokufanya wewe uingie sokoni kutrade ni hivi vitu viwili. Trading na nini? Hii MetaTrader 5, xness ama derive. Hapo nadhani tumefanyaje? Tumeelewana. Sasa unapokuwa umefungua, let's say unapokuwa umefungua MetaTrader hivi, unapokuwa umefungua MetaTrader 5, let's say umeifungua hivi, ndio mara ya kwanza umeifungua, hautakutana na hichi kitu. Na hii MetaTrader 5 kuna jinsi ya kuitumia. Lakini hapa nitaonyesha jinsi ya kuzilinki hizi application zote zikawa kitu kimoja, kwa sababu kule una broker, huku una soko. Kwa hiyo inabidi ujisajili kwanza kwa broker atakupa account, alafu ile account utaileta wapi? Utaileta huku sokoni. Kwa hiyo hapa nimekuonyesha kwanza tu hii MetaTrader 5 ndio soko lenyewe. Sasa kama hili ndio soko, hili litakufanya wewe ufanyaje? Litakufanya wewe utengeneze nini? Yaani biashara zako, kutrade, kufanyaje, kote utavifanyia huku. Pilika zako zote utazifanyia wapi? Utaziendeshea huku. Sasa mfano tufanye hivi, tuadi account. Tuseme hapa labda tu tumefungua nini? Tuone tu labda tufungue hata hii. Niko nahangaika kufuta account. Sasa hapo nishafuta. Kwa hiyo tutaendeleza wote kwa pamoja. Kwa unapokuwa umefungua account, umefungua ili soko kama soko haliwezi likakuingiza wewe wapi? Sokoni. Haliwezi likakuingiza sokoni, lazima uwe na broker. Ndio pale sasa utakuja kwa nani?
either kwa Exness ama kwa Deriv. Tutumie tu Exness, tufungue tu Exness. Tuseme Exness yetu hii hapa. Kwa unapokuja kwa Exness, ngoja niingize kwanza pin hapo. Ngoja niingize pin. Okay, unapofungua Exness kama hivi, unapoifungua Exness yenyewe utakuwa hauna account kabisa. Kwa hiyo itakuletea option ya kucreate account, ambapo hata hapa tuseme mimi naweza nikasema ngoja ni create account. Itakuja hapa juu kwenye hivi vidoti vitatu hapa, tafinya open nini, open account, tafungua account. Lakini kwa kuwa wewe ndio utakuwa unaanza, kuna vitu ambavyo utavijaza. Kuna taarifa zile utazijaza ambazo unaweza kuwa na kitambulisho cha NIDA, ukatumia hizo taarifa za NIDA kama kujaza nini, kujisajili, kwa sababu ili ni biashara inayohusisha mambo ya kifedha. Kwa hiyo kama inahusisha mambo ya kifedha, usikubali kuweka pesa sehemu ambapo haujajisajili. Mimi nimetumia passport ya kusafiria kujisajili. Kwa hiyo unakuwa natambulika kabisa kwamba hii account ni ya mtu fulani. Sijui tunaelewana wazee? Kwa hiyo sasa ukishajisajili pale, umemaliza mambo yote, ndio unakuja sasa kufanyaje? Una create account, unakuwa na account yako wewe. Let's say nataka nifungue account nyingine. Nitakuja hapa, nita open account, nitaangalia. Kuna standard ya Senti, kuna ESG Pro, sio nini. Zote hizi ni aina za account ambazo unaweza kufanya ukazifungua. Unaweza kutumia tu hii ambayo ni nini, standard. Ukafinya tu hapo create, unaangalia unataka ufungulie kwenye platform gani, utachagua hii MT5 ambayo ni MetaTrader 5. Kama utakuwa umedownload MetaTrader 4, utafanyaje? Utatumia MetaTrader 4, lakini mimi nimekuambia download MetaTrader 5. Haya, ukishafungua hapo MetaTrader 5, kuna option, kuna real na kuna demo. Hii demo ni fedha za pesa ambazo ni za kufanyia mazoezi, zinakuwa ni humu. Yaani ni kama vile umeenda kuveta alafu ukapewa gari. Yaani ukakuta ile setup wametengeneza kama mfumo wa gari fulani hivi. Yaani ni screen, ina gear, ina steering, ina kila kitu. Lakini unapata vibe ya gari kabisa ile. Ndio nini? Ndio demo. Yaani ni kitu ambacho hakina uhalisia, lakini kina mfanano halisi na nini? Kina mfanano halisi kabisa yani. Na kitu ambacho unatamani ukifanya. Kwa wewe ukifungua tuseme a real account, utachagua hapa. Type ya account ushaona ni standard. Currencies utachagua unataka iwe ni inasoma hela gani? Nataka iwe inasoma dola. Utaweka hapo. Maximum leverage. Hii leverage ni nadhani kwa kuwa ndo unaanza, mbeleni huko utakuja kuielewa zaidi leverage. Tunavyosema leverage ni nini? Leverage ni hela ambayo inakufanya wewe, tuseme una dola 100. Kama una dola 100 alafu umeselect leverage ya dola ya 2000, 1:2000, inamaanisha utakuwa na uwezo wa kuingiza order nyingi zaidi sokoni kuliko mtu ambaye atakuwa ametumia nini, 1:100 leverage. Umeona? Kwa hiyo hawa ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kuna huyu mwingine, yeye ni risk taker. Yeye ambaye ana dola 10 lakini anataka ingie position zaidi ya 10. Atatumia nini? Hii unlimited. Umeona? Sasa hii 1:2000 ni kubwa sana. Kwa hiyo tutatumia hiyo, tutaselect 1:2 ngapi? Utaandika hapo kama ni jina lako, utaweka jina lako hapo. Tuseme kama ni Ayatola, utasema nini? Kama ni Rick Shabi utaandika tu hapo Rick Shabi, utasave. Ukisave utakuja continue, uta create password. Tuandike tu hapa hata password tuweke herufi kubwa, tuweke A, tuweke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nukta. Unaweza kuongezea na at. Inahitaji uweke herufi kubwa na herufi ndogo. Pale tuliandika A, alafu tuandike sasa A nyingine kwa herufi ndogo. Inakuwa imefanyaje? Imekamilika. Kwa hiyo unakuwa ni AA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1. Uta create account. Ukisha create account tayari broker ameshakupa nini, account ambayo itakuwa inaanza inasoma nini? Inasoma 0.00 USD. Sasa hii account wewe ndio utaitumia kwenda kuifanyia logins kwenye nini? Kwenye MetaTrader 5, ambapo na hii ukitaka kuifanyia deposit ni kawaida tu, kuna deposit hapa. Utafinya deposit.
Ngoja nikuonyeshe kila kitu yani hapa ili usiwe mshamba tena. Video itachukua muda mrefu, lakini ukimaliza hii video haupati tabu tena kwenye kunani. Sasa umeshafinya deposit. All payment method. Payment method ambazo ziko hapa, kuna hii BNB, kuna hii Binance Pay ambayo nimekuambia Binance ni nini? Ni benki ya kimtandao. Yaani kiufupi hii BNB, Binance Pay, Bitcoin, Ethereum, sijui hizi zote hizi ambazo nimekuonyesha hizi hapa juu 1 2 3 4, zote hizi nini? Zipo ndani ya benki ya kimtandao ambayo ni nini? Ni Binance. Kwa ukiwa na Binance unaweza kufanya transaction ya hivi vitu vinne ambavyo viko hapa juu. Lakini kwa kuwa wewe ni mwenzangu na mimi, utatumia hii imeandikwa mobile money ambayo ni fedha za nini? Za Kitanzania tu, mitandao ya simu. Kwa hiyo utachagua hapo mobile money. Ukishachagua mobile money utaangalia unaweka shilingi ngapi. Wakati huo kule nilikwambia ukajisajili. Nilivyokuambia kwenye kujisajili kule ndio utafanyaje? Utaweka namba ya simu ambayo itakuwa inapokea pesa au kufanya nini? Transaction za kuleta pesa kwenye kudeposit. Kwa hiyo ile namba ulioandika kule ndio inatakiwa ufanyaje? Iwe inatumika sasa. Kwa hiyo wataniletea hapa account naangalia ninazo account ngapi? Ninazo account mbili. Na hii account ya juu na hii account ya chini ambayo nimefungua account ni hii bado inasoma 00. Kama inasoma 00 utasema sasa ni deposit shilingi ngapi? Nitafinya hapo. Nitasema wamekuandikia kabisa minimum amount ya kudeposit $10 ambayo ni sawa sana 26,252. Kwa hiyo unaweza ukaweka tu hata 30,000 ukasema naweka nini? 30,000. Ukifinya tu 30 hiyo inakusomea tayari, inaiconvert inakuwa in form of dollar kwamba to be deposited shilingi ngapi? 11.39 USD. Utafinya continue. Ukishafinya continue utachagua sasa ni namba gani. Tuseme mimi namba yangu ni hapa ambao ndio itafanyaje? Inahusika mambo ya kifedha. Ambao ni ya mtandao gani? Ni Airtel. Kwa hiyo utafinya hivyo Airtel. Nikishafinya Airtel nitaendelea tu hapa continue. Nitafinya tu continue. Nitafinya continue. Haya. Sasa baada ya kufinya continue, kwa kuwa hii namba iko kwenye simu nyingine, kwa kuwa hii line ipo kwenye simu nyingine, ngoja nikuonyeshe jinsi gani watakavyokuletea huu mfumo. Kabla ya kufinya complete, utaweka password kwenye, watakutumia tu message moja kwa moja kwamba kuna kiasi fulani kinatakiwa kiwekwe kwenye account fulani. Enter pin to confirm hiyo payment. Ngoja nikuonyeshe mfano wake. Mfano wake ni kwamba kwa kuwa hii simu ndo nimesajili hiyo Airtel, wameniletea kitu cha namna hii. Enter pin to confirm the Airtel payment for amount 30,000 ambayo nimeandika wapi? Nimeandika kule. Kwa nikiingiza tu hapa pini, nikiingiza tu pini zangu hapa nikafinya send, tayari hiyo pesa itaonekana imetoka kwenye account yangu. Imeenda wapi? Imeenda kule ambapo nimedeposit. Itakuja wapi? Itakuja sasa nikishafinya tu hapo complete. Nikifinya tu send, pesa ikaonekana imeshatoka kwenye account, ikaja huku. Basi mimi nitakuja kufinya hapa nini? Complete your payment. Itafinya complete, continue. Taendeleza mbele tena. Umeona? Kwa hiyo hivyo sasa ukimaliza tu hiyo process, tayari pesa zako zitakuwa zimefanyaje? Zimeingia kwenye hiyo account yako. Zitakuwa zime reflect kwenye account. Hivyo ndio tunavyofanyaje? Tunavyofanya kukamilisha zoezi la nini? La deposit. Yaani deposit inaendeshwa kwa hivyo vitu. Nadhani hapo nimekuonyesha process yote ya kudeposit, ya kufanyaje. Umeelewa vizuri. Sasa umesha deposit. Umeshafanyaje? Umesha deposit. Utafanyaje sasa ili account yako iende ikasome wapi? Ikasome kule kwenye MetaTrader. Utafanyaje ili account yako ikasome kwenye MT5? Kwa itabidi ufanyaje? Login kule kwenye MetaTrader 5. Sasa mimi nitarudia ile account ambayo tayari nimedeposit. Tarudia kwenye nini? Kwenye ile account nyingine ambayo nimedeposit. Takuja hapa, switch account. Ambayo nataka ni account gani? Hii hapa ambayo nimedeposit. Ili kupata logins za hii account, nitakuja wapi? Nitakuja hapa kwenye setting. Kwa hiyo
Ili niweze kufanya login kule kwenye MetaTrader 5 itabidi nifanyaje? Itabidi nije niangalie detail ambazo zinazohitajika kule. Utakuta kuna hii ya kwanza hapa chini, login. Hii hapa login, kuna server, ujue server ni ipi, na password. Utaweka hiyo password yako pale. Kwa hiyo taenda kwenye taenda kwenye MetaTrader 5, tafungua hapo. Nikishafungua takuja huku juu kwenye hivi vidoti huku juu. Tafinya hivi vidoti, tafinya get started. Alafu nitafinya add account. Broker ni Xness, tutaandika tu Xness, lakini kwa kuwa nishaileta hapa nitafinya tu hii Xness hapa. Kwa nikishafinya Xness na kuja kuangalia sasa. Hapo wameniambia nini? Type of account, login, password. Ndio vitu ambavyo wananitaka na hii server. Kwa vyote hivi taenda kuviangalia wapi? Taenda kuviangalia kwenye hii account iliyopo huku. Nitaangalia login iko wapi. Kwanza server inasema nini? Ni Xness MT5 real 27. Kwa utakuja huku utachagua nini? Hiyo 27 iko wapi? 27. Nitachagua hiyo 27 ambayo hii hapa juu. Nikishachagua hiyo server, nimechagua hiyo server inafanana na ile ya kule, nitakuja kuangalia login hapo ni ipi. Nitakuja tena huku copy hii logins. Nitafinya tu hapa mwisho kwenye hivi nani ngapi huku. Nikifinya hapo nakuwa nimeicopy nini? Hiyo login yangu. Nitakuja huku taifanyaje? Taipaste. Tafinya tu hapo, tapaste. Tayari nakuwa nimeweka nini? Nimeweka logins. Password. Kitu gani kinachohitajika kingine? Ni hapo ni password. Password hapo yenyewe kwa kuwa wewe uko nayo kichwani. Kwa kuwa password uko nayo kichwani. Nitaingiza password yangu wapi? Nitaingiza password yangu huku. Naingiza password yangu wapi? Hapa. Ambapo ile tu, kama unakumbuka kule tulianza na moja. Tulianza na A herufi kubwa, alafu tukafuatia A herufi ndogo, tukaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nukta. Nitaingiza mfano wa hivyo ambavyo tuliweka password ile ya kule. Kwa hapo ni kama nishafanyaje? Nishaingiza password, ta log in. Nitafanyaje? Tafinya log in. Not ask me again. Save. Okay, ni mambo tu ya Samsung, hayahusiani na nini? Hayahusiani na kulogin kwetu huko. Kwa kisha login, tayari account inakuja kureflect wapi? Inakuja kureflect hapo. Kwa ukifungua hapo tayari unaona ile account ya $96 tayari imekuja kureflect, ishakuja kureflect hapo. Kwa hiyo sasa, kama nilivyokuambia, huyu ni broker anayekufanya wewe kuingia sokoni. Broker alisha tu link sasa. Yaani sasa hivi tupo sokoni. Broker shatupa account na hiyo account tumeingia nayo wapi? Tushaingia sokoni. Yaani sasa hivi tuko sokoni, tuko live mzee. Kwa hiyo ukitaka kubai na kusell, kuna hivi hichi kama kidude kiko hapa juu hichi. Kuna hichi kama cha saa na kuna hii ya nini? Hii iko hapa. Ukitaka kubai na kusell, wewe ni kufinya buy na unafinya sell. Ukifinya buy, soko likaenda juu, umetengeneza faida. Ukifinya sell, soko likaenda chini, umetengeneza nini? Umetengeneza faida. Lakini nataka tu nikuonyeshe jinsi gani ya wewe unazo, yani hapo ushafungua kila kitu account. Jinsi gani sasa ya wewe unavyoweza ukafanyaje? Ukafanya analysis. Nadhani hii tuitengenezee video nyingine. Ambapo hiyo video nyingine itakuwa ni jinsi ya kufanya analysis kwa kutumia nini? Hii TradingView. Tushaona jinsi ya kufungua account, tumeona jinsi ya kulogin account humo, na tushaona jinsi ya kudeposit pesa, na sasa wewe tayari una mwanga. Kwa hiyo utatengeneza video nyingine ambayo itaingia siku inayofuata ya jinsi ya kufanya analysis na jinsi ya kutumia hizi application. Kwa sababu hapo nimekuonyesha tu kubai, nimekuonyesha kubai, kufinya buy na kufinya sell. Kuna vitu vingi tu ambavyo unahitaji uvijue kuhusu hii application. Kwa hivi vitu vyote hivi mimi nitavifanya, nitakutengenezea video nyingine ili kufanyaje? Kukuelekeza kila kitu. Yaani nataka ukimaliza video zangu wewe tayari uwe ni unaielewa hii application vizuri. Sio uje ufanye makosa ujifunze kwa kupitia makosa, hapana. Kwa kuwa sisi tushafanya makosa huko nyuma, basi yale makosa yetu tunakuja kuyafanyaje? Kuya apply kwako ili usirudie makosa. Kwa hiyo nadhani video ya leo tuishie hapa. Kama hauja subscribe, make sure una subscribe, turn on bell notification.
Na kama umejifunza unaweza ukaandika hapo umejifunza, kama hujajifunza pia unaweza ukaweka hapo. Kwa hiyo tusubirie video nyingine itakayoelezea jinsi gani ya kufanyaje, ya kutumia hii TradingView na kufanya analysis. Maana analysis unaweza ukafanya kwa kutumia TradingView au unaweza ukafanya kwa kutumia nini? Kwa kutumia MetaTrader 5. Kwa hiyo stay tuned kwa video inayofuata. Subscribe.